Mimi nashukuru Mungu kwa sababu ya wokovu. Kwa sababu Paulo akiandika alisema mtu awaye yoyote asikudanganye kwamba wokovu uliye nao ni jasho la mwanadamu au ni mipangilio ya wanadamu. Wokovu huu ni Mungu mwenyewe aliyependa akamtoa mwanawe wa pekee Yesu Kristo, akamwambia mimi sina maana mwingine, ni wewe, lakini nataka ukanitengenezee watu pale duniani. Na ndiposa ukapatikana, nikapatikana, tukapatikana. Hatuko mahala hapa kwa sababu mapepo, waganga na wachawi wanapenda. Tuko hapa kinyume cha shetani, na tuko tunaishi kinyume cha shetani. Unaweza keti hapa kama umekosa kitu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu asikae kama ananinginia mahali hata hiki kinaweza tumiwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo atulihubiri neno la Mungu watu wakitaka. Tunalihubiri neno la Mungu kinyume cha shetani. Maana shetani, lazima uelewe, shetani ni roho na Mungu ni roho. Lakini mimi na wewe bado tuko ndani ya mwili wa mauti. Ukiguzwa unaweza sema nimeguzwa. Ukitukanwa unaweza sikia nimetukana. Ukiudhiwa unaweza sema nimeudhiwa. Maana mimi na wewe tuko ndani ya mwili na damu. Lakini shetani ni roho na Mungu ni roho. Na shetani ako na uhakika 100 juu ya 100 ile shamba lake, makao yake alipotimuliwa huko katika ule mlima. Hakuna mtu mwingine anaenda huko, ni wewe, ni wewe, ni wewe, ni wewe. Na hapo shetani anaelewa watu wa kawaida, watu ambaye hata hawakuwa ndani ya akili yake, watu ambaye hakujua wametoka wapi. Yaani watu hivi ndio wanaenda kuangalia makao yake. Hilo ni jambo linamuumiza shetani, na anazidi kung'ang'ana usiku na mchana ahakikishe malango matini vitu tudogo ambayo tunaweza kukosesha mbingu ameingiza ndani yetu. Wewe unafikiria mtu kama Petero, mtu amempenda Yesu, na imefika wakati kama Yesu, na niko katika majaribu, na niko katika shida, akamwambia kama ni wewe niite nije. Na ni katika majaribu. Jamaa alipoamini akaanza kukanyaga mawe. Vile Mungu wako aliye ndani yako, vile alipobadilisha maji ikawa jiwe, unaweza tembea. Story hiyo tunajua tukiwa huko mbinguni. Siku hizi tunaona wakati tulipokuwa pale na David, wakati tunafika na Reverend, news zimepita. David anasema msijali, itanivaa, tutawekea news kwa YouTube. Na kwa kweli tunaona news. Na ukweli wa mambo, news imepita, lakini news tunaona. Yesu huyo ambaye hakika ameamua kutuokoa na ameamua kuimwaga damu yake ya thamani, ameamua kufa na kuzikwa kama vile ilivyo desturi, watu wanakuwa na wazikwa. Kumbe Yesu alipoenda kaburini, Yesu alikuwa anawahubiria wale waliotutangulia na wale ambao walinyanyaswa na shetani. Na Yesu akaenda akapigana vita. Mimi na wewe tuko na ulimwengu tunafurahia. Kumbe kuna mtu aliyeshuka kuzimu, anapambana na mapepo, anapambana na shetani mpaka kukawaka. Yesu akamwambia shetani, sina story na wewe. Weka funguo hapa. Weka funguo hapa. Weka funguo hapa. Shetani alinyang'anywa funguo. Na hivi shetani ana funguo. Na ndiye maana unaona, ukiona chochote ambacho akiendi sawa na la Mungu, hauhitaji mjadala, ni kusema katika jina la Yesu toka, maana jina hilo lina nguvu. Na jina hilo lina uwezo. Na jina hilo ni kweli. Na jina hilo mimi na wewe ndiye tutakapopiga magoti na kusema I say, sikujua kama ni wewe, lakini kwa makosa yangu wacha niende motoni nikachomeke katika moto wa kala na kala. Maana mimi nilikuwa nasikia Reverend Machovi, Bishop Nyaridini na wengine wengi tu wakisema wewe ni Bwana. Lakini kwa sababu nikataana mambo haya, ninakuwekea saluti nikielekea katika moto wa kala na kala. Watu wataenda motoni wakiwa wanajua. Na maana uko kuzimu ni vile hatujaelewa. Watu uko wanaufahamu, watu wanaelewa. Maana kwa wale ambao wako shuleni, wale ambao tunawaita digitali, kuanzia Michelle hapa Natasha, na wale walio shuleni kina David na wengine, wanaelewa literature, maana literature nini. Siku zote
here there was a certain man. Hiyo ni kitu kwa kweli. Kwa sababu in literature we don't give names. Am I right? Bwana Yesu asifiwe. Uliposikia huyu baba aliposema mimi hakika ninaona watu wangu nikiwa hakika ninacheza, watu wangu watakuja mahala hapa, na hapa si mahali pazuri. Tajiri alikiri pale si mahali pazuri. Kama vile unaweza kwenda Mombasa na ukaona mitaa ingine inakaa ni watu ni vijana ni gamu kwa gamu tu na ile jaba. Mimi sitaki mtoto wako aishi ule mtaa. Kwa nini? Ule mtaa ni mbaya. Watumishi wa Mungu, nataka niseme hivi, wale watu ambaye unasikia tukienda kwa mazishi unasikia unasema mwenda zake, ni kweli huyu mtu amekwenda zake, lakini kulingana na la Mungu, mimi nikifunga macho hapa duniani wanakoza pastor wetu jamani ametuacha, he went to be with the Lord. Ninafunga macho hapa, ninafungua macho yangu safari ya kwanza mbinguni, mahali ambapo unaelewa kile ulistahili kufanya na kile ulijostahili kutenda. Unafunga macho yako hapa duniani na umeenda, unafungua macho yako safari ya kwanza mbinguni. Unavuta oxygen ya mwili, umekata roho, unavuta tena pumzi mpya uko mbinguni. Amen. Watumishi wa Mungu, hakuna watu walio na ufahamu wa kimbingu kama mimi na wewe. Hakuna watu walio na ufahamu mwingi ati Mungu mbinguni ameliki mtihani na amekwambia ndugu dada baba, mshahara wa dhambi ni mauti. Yaani mtihani umeibiwa na unaanguka mtihani kwa mapenzi yako, kwa kuchagua kwako. Yaani huu mtihani wa kwenda mbinguni Mungu ameuliki sawa sawa. Mbali karama ya Mungu ni uzima milele ndani ya Yesu Kristo. Si wewe ndani ya Yesu Kristo. Sasa wewe unaishi uzima. Amen. Unatembea na uzima. Aliona mwana kuja wewe unakaaje, wewe unacheka tu. Hapo kwani wewe unakaaje, kwani umecheka? Kwa changanyikilo. Yaani wewe unaangalia unacheka tu. Hapo mtu akumrushia maneno mbaya tena unacheka. Wewe ni mtu wa aina gani? Maana Biblia inasema hatujajulikana sisi ni akina nani na watu wa nchi. Lakini siku hiyo utando wa macho utatoka na kila mmoja atafahamu. Kumbe huyu ni yule bishop alikuwa pale siku hiyo aliyo. Kumbe hii mambo ilikuwa ni ya kweli. Kumbe wale vijana wa kiume na wa kike walikuwa pale. Inaona na kanisani, kumbe hii mambo ilikuwa ni kweli. Sasa kwa sababu ili kuepukana nikubali yaishe, wacha mimi niingie motoni, maana sitaki shida. Watu wataenda mahali pabaya ni kwa sababu hawajajua. Neno Mungu linasema jina la Yesu ni ngome imara, wenye haki ukimbilia wakawa salama. Jina hili ni ukombozi wako, jina hili ni ushindi wako, jina hili ni uponyaji wako, jina hili ni baraka zako, jina hili ni heshima lako, na jina hili ni tegemeo lako. Amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Watumishi wa Mungu, tumesikia neno hili. Kila siku huwa nawaambia Biblia yako unayeshika, yaani Biblia hii iko na vitabu 66. Kweli Reverend? Biblia ile yako iko na vitabu 66. Alafu Biblia hiyo iko na milango sita, mlango kama huo. Iko na milango 1189 na iko na verses 728 verses. Na katika Biblia hii kuna ahadi nyingi tu ambayo hata tarumbeta itapigwa kabla hatujasifikia. Hapa kuna ahadi zako 3500. Moja ni hivi: mimi ndimi Mungu nikulinda, nitakuponya, nitakulinda, nitakupigania, nitakutetea, nitakulisha, nitakunywesha. Ahadi 3500. Biblia hii iko na verses zingine 365. Unafungua different books, kila moja nakwambia usiogope, maana mimi ni pamoja nao. Unafikiri na hiyo verse peke yake? Ingine unasoma inaenda nikafia 365 nakwambia usiogope. Na si vile unaweza kulia ile kitabu nilisoma jana. Hata wewe huwezi kula chakula cha jana, kwa sababu chakula cha jana kinasia. Lakini different books inakwambia usiogope mpaka unakamata kalenda unaikunja na unaweka kalenda kwa mwingine, ukiwa unaambiwa usiogope.
Mungu aliamua kama mwanajeshi kuja kutupigania na kuja kututetea, na ukweli wa mambo Mungu ametutetea. Umewahi kujiuliza ni kwa nini, kama vile mama yetu ameshuhudia, mimi nilipopelekwa huko nikaona hapana, na ukipelekwa huko si kuzuri. Wale watu wanaelewa lugha hiyo ni watu wanaelewa maabusu ni nani, na wale watu wanaelewa yani wakati serikali, mkono wa serikali ama mkono wa sheria ukifanya kazi ni kitu gani kinakotokea ukiwa katika mambo yote ambaye haifai. Kwa hiyo ni nguvu za Mungu zilizokuokoa, ni nguvu za Mungu zilizokuwezesha siku ya leo. Kama vile ninasema wewe mwenyewe, hakika tuseme ile inaitwa force of gravity ikiondoka na iwe hakuna hiyo, there is no way Reverend anaweza kutoka hapo akanifikia hapo. Ni lazima kuwa kuna kitu kinamresist. Ndiye mguu wake upanye kuinuka na kutembea. Maana ikiwa hakuna resistance, we cannot go nowhere. Meli ikiwa baharini haiwezi kwenda, ni lazima iwe na vipingamizi. Ndege ikiwa hapa ni lazima iwe na vipingamizi tena vingi. Ndivyo tulivyo. For you and I to make heaven, we need the power of God. Unajua kuna mwokovu anatenda dhambi, usinikaushie. Unajua kuna mwokovu anatenda dhambi, sio anatenda dhambi. Ni kwa nini watu wanatenda dhambi? Lack of knowledge of what? Knowledge of the word of God. Na mambo yale Reverend amefundisha, yani total trust, real trust ya Mungu aliyekuwa ndani ya Daudi. Anasema hata sasa nikipita katikati. Yani katikati ni nini? Katikati mimi najua kwa imani ile nguvu niko nayo nitapenya aka kanjiani, lakini nikiisha kujina Mungu wangu nitapita hapa. Maana najua Bwana yuko ponya. Nikipita katikati ya uvuli wa bonde la mauti sitaogopa. It is not a plural of thing. Hii ni kitu cha mtu peke yake. Nikipita katikati ya uvuli wa bonde la mauti sitaogopa, maana ninajua upamoja na ninajua wewe ni Mungu na umeamua. Maana Biblia inamnena Mungu wako kama mwanaume wapita na kama nyati, kulingana na kitabu cha Kutoka. Leo nataka tuzungumze nguvu za Mungu. Nguvu ambayo mwanaume aliyeitwa Yesu anatembea juu ya maji. Na watu wafikiri Yesu atazama ndani ya maji, yaani mwana wa Mungu anatembea juu ya maji kama anatembea juu ya lava. Na anatembea, manake mawazo ya watu yaona huyu atazama, na anatembea juu ya maji. Mungu aliye na uwezo kuona vita imechacha na watu wangu bado wako na nguvu za kupigana, akaambia Joshua, nimesikia. Anatoka nje anambia jua, hakuna kutoa wakati wako, simama hapo. Jua linasimama, ngumi zitembee, watu wapigwe. Jua likasimama for the first time, ili Mungu abebe ushindi. Maana ashindi, yeye ni mshindi na ni zaidi ya washindi. He is greater and is greater than the greatest. He is higher and is higher than the highest. He knows our thoughts even before we think. Nguvu za Mungu ndizo zinazohitajika ndani ya kanisa, ndani ya kila mama, ndani ya kila baba. Maana hata Yesu akija hapa duniani aje kuchukua kanisa ambaye ni nyonge. Lugha ya unyonge unaelewa. Na hata kuna watu wengine ambao nafikiri ni wanyonge, maana physically they are challenged. Unakuta labda mtu amezaliwa na mguu wake na mkono wake ukiwa namna hii na mguu mmoja wake ni sasa kwenda anaenanga. Sasa wakati tunazungumza unyonge kama atuzungumze unyonge kama huo, tunazungumza yani Mungu ambaye anasema kanisa lake analolichukua alichukui kitu kinyonge. Ni kanisa ambaye inaambia shetani tosha ni tosha, toka ndani ya mtoto wangu na ufungane vilago na vikozi vyako na baraka katika jina la Yesu Kristo, toka. Na ukiamini hayo inakuwa ni yako. Amen. Hujatumia dawa, hujaenda kwa pharmacy, hujaenda Aga Khan, hujaenda wapi na wapi, ni ujinga tu. Toka ndani ya mtoto wangu. Na shetani kule haikuwa ni mimi nimekataa kutoka, anatoka. Amen. Na nguvu ya Mungu ni imani. Yale ambayo inawezekana kwako, kwa Mungu inawezekana. Tuishie nguvu za Mungu.
Nguvu za Mungu ni zile zile zimeambia Lazaro toka ndani ya kaburi, na akakaa kidogo. Wakaona hii ni kufayuka tu, tangu mtu awe tangu lini akarudi. Ndio Mungu akisema huwa anakaa kama hajasema. Anaangalia kwani silikuwa nimeita Lazaro, kwani Lazaro bako kaburi hajatoka. Lazaro! Na shetani ni mpuzi mno. Yesu ameita hata kaza watu huyu naye hii ni karata. Kwani Lazaro? Yaani bila sema safari ya tatu. Yaani mahali utatu, Mungu Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Lazaro, and the Bible says, and he is zoomed out of the grave. Maana sauti hiyo ni sauti ambayo unatakiwa uelewe, na masuala ya sauti ya Mungu ni lazima uelewe. Tusipotumia nguvu za Mungu hapa mbinguni, au utatumia nguvu za Mungu. Amen. Mbinguni hatuwezi kutumia nguvu za Mungu. Tumepewa nguvu za Mungu tutumie hapa. Mungu alitoa Lazaro kaburini ili tupate kujua kaburi zote, makaburi yote, uganga wote, maradhi yote, fitina zote, ujanja wote, yale yote ambayo tunafanyiwa, tunaanza kuyadefine kama ni makaburi. Lakini we have the capacity to come out of every grave in the name of Jesus Christ. Amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Sema nguvu ya Mungu. Nguvu ya Mungu. Nenda nami kitabu cha Zaburi. Zaburi 114. Tuone watumishi wa Mungu. Nilitangulia kusema nyinyi ni watu maalum. Peculiar people. Watu maalum. Kwani mtu maalum ni nini? Umaalum wa mtu nini? Ni vile unaenda unasikia wewe usipite hapo, usipite hapo, toka hapo ni kwa VIP. Na kwa kweli kama ni kwa VIP na wanajulikana kwa majina aidha kiserikali, wewe unanyanyuliwa basi hapa ni VIP peke yake na unatii. Lakini Biblia inasema you are peculiar people. Kama umefika Zaburi ya 114 sema amen. Na kama haujafika hapo sema haleluya. Amen. Kama umefika hapo sema amen. Amen. Zaburi ya 114. Uko mahala hapo. Baba, katika jina la Yesu Kristo nasema ni asante kwa ajili ya neno lako ambaye tayari kila mteule na kila mtumishi na kila mtakatifu wako amelifungua. Hapa niko na waume kwa wake, watoto, vijana wa kiume na wa kike ambaye tayari wameitanishwa nawe. Tumelifungua neno lako mbele ya macho yetu. Tusaidie Mungu wangu ukapate kutoka hapa na jambo la kutusaidia na kutuendeleza katika wokovu huu. Kwa Yesu naomba na kuamini. Amen. Ile inaanza hivi. Haleluya, full stop. Israeli alipotoka Misri. Huyu ni Mwisraeli alipotoka Misri. Mimi na wewe tulipotoka ndani ya pombe. Mimi na wewe tulipotoka ndani ya chuki. Mimi na wewe tulipotoka ndani ya waganga. Mimi na wewe tulipotoka ndani ya tabia mbaya. Kwa sababu huu ujumbe ni Mungu anazungumza. Israeli alipotoka Misri. Misri yako ilikuwa nini? Misri yako ilikuwa nini? Si unasikia unashuhudia sema mimi nilikuwa mlevi, nilikuwa msherati, nilikuwa mtabangi, nilikuwa nini na nini? Kama vile reverend wetu anasema kuambia kipindi ile alikamatwa huyo mwanamume alikuwa na pesa yake na alifanya kazi kwa Air Force. Mahali ambaye sigara yani si kwa kubania bania, yani inaitwa AFCO. Na huko unaweza kuishi kama mwana wa mfalme. Lakini anashuhudiana ushuhuda wake ni kama umepigiliwa na msumari. Akakamatwa, ile gobole alikuwa anatumia akaenda akaitoa hapo. Na ni miaka, maana akishuhudia lazima anaiweka mpaka unajua ile historia. Kwa hiyo ina miaka. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Biblia inasema Israeli alipotoka Misri, Mwisraeli alipotoka Misri kulikuwa kuaje? Na Yakobo katika watu wa lugha ya kigeni. Kuna lugha nyingi tulikuwa nazo dunia. Unakaa mambo yanaenda mbaya, akwambia kuna mganga. Hata nilienda kwa Kabwele, nilienda huko Tanzania na mambo hii ikakuwa ni mazuri. Lakini neno la Mungu ningependa leo Mungu akusaidie utoke hapa na kitu. Yakobo katika watu wa lugha ya kigeni.
ya kigeni. Yuda alikuwa patakatifu pangu, Israeli milki yangu. Mstari wa 3. Sikiliza mstari wa 3. Bahari iliona ikakimbia bila kutimuliwa. Ni mtu mwoga tu anafukuza kwa kivuli chake. Lakini bahari, na bahari ni Mombasa. Iwe ni bahari ya Mombasa, iwe ni Pacific, iwe ni nini, hii ni lugha ambayo Biblia inasema bahari iliona ikakimbia. Jina la Bwana libarikiwe sana. Yordani ilirudishwa nyuma. Milima ilirukaruka kama kondoo waume, vilima kama wana kondoo. Bahari, una nini ukimbie? Mwepo sikia mtu anasema nilikuwa mgonjwa. Na huo ugonjwa sijui ulipata spidi ya aina gani. Sijui nasikia mtu anasema nilikuwa mlevi chakari, nilikuwa nalala ndani ya mitaa. Ni kitu gani kiliingizwa ndani yako na ndani yangu? Tabia zote na mambo yote ambayo ilikuwa haina ungu ikakimbia. Hapa neno la Mungu linatujulisha, bahari, una nini ukimbie? Yordani, urudi nyuma. Enyi milima, muruke kama kondoo waume. Tetemeka nchi mbele za uso wa Bwana, mbele za uso wa Mungu wa Yakobo. Augeuza mwamba kuwa ziwa la maji. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Lugha hii si lugha ambayo inaweza kueleweka na mtu wa kawaida, na mtu ambaye ni akademia, mtu ambaye anategemea walimu wamfundishe CRE. Bahari uliona nini wakati mtumishi wa Mungu aliponyanyuliwa na lile gari la moto, na mtumishi wake akarudi tena katika ile bahari, akatoa ile nguo lake, akapiga yale maji ikatawanyika, na Yordani ikarudi. Jina la Bwana libarikiwe sana. Biblia inauliza, Yordani uliona nini? Dhambi iliyokuwa ndani yangu na ndani yako iliona nini hata ikatoka maishani mwako? Vitu vingi tulikuwa hatuko na ukweli katika ndimi zetu. Ni kitu gani ulimi wako uliona ukaachana na uovu na ukaingilia na Biblia? Yaani ulimi wako ukaona kama kalamu ya mwandishi stadi. Ni vitu gani? Yaani hii nguvu ya Mungu haionekani. Watumishi wa Mungu, nataka niseme kuna nguvu. Na unaposikia mara nyingi praise and worship anasema there is power in the blood of Jesus. There is healing in the blood of Jesus. There is joy in the blood of Jesus. Ni lazima tutake kujua, maana nguvu hizi zinaonekana na macho. Na kitambo uone nguvu ya Mungu na macho haya, ni lazima uone nguvu za Mungu na macho ya kiroho. Amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Maana kama hautaona nguvu za Mungu na macho ya kiroho, inakuwa ni vigumu sana hata kuona Mungu. Na ndipo unaona mambo mengi inatendeka, na watu wanamtaja Yesu, na watu wanataja nguvu zake, lakini yale mambo wanatenda unashindwa. Maana neno la Mungu ni ile ile. Bahari uliona nini hata ukarudi nyuma? Yordani uliona nini? Milima muliona nini mukarukaruka kama ndani? Kuna vitu vilikuwa ndani yetu kama milima mikubwa ya Kilimanjaro. Kuna majitu ambayo yamekuwa mbele yetu, shida zingine ambayo ni sugu, mambo mengine ambayo hatuwezi kuyataja, tabia zingine hatuwezi kuzitaja, lakini vile Mungu ameingia ndani yako, ndani yangu na ndani yetu, shida hizo zote zikatoweka, basi ikawa huwezi kuelewa. Jina la Bwana libarikiwe sana. Maybe hapo kuna joto sana, nikupishe hapa. Tulia. Momoi. Utoe kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Ni mtoto mdogo, lakini shetani tumia mbinu kama hiyo ili ujumbe wa Mungu usifike ndani yako kwa njia yake sawa sawa. Bahari uliona nini hata ukarudi nyuma? Yordani uliona nini hata ukarudi nyuma? Nguvu ya Mungu iliye ndani yako, unakuta kwamba
unapitia katika mambo mazito, yani unarushiwa makombora mazito, lakini vile roho yako inayeyuka na kusamea yale mambo na kuachilia, hiyo labda tutajua katika Mungu. Unatupiwa neno mpaka unakosa nguvu. Mtu anakuwekelea maneno mpaka unakosa nguvu. Na kinachokusaidia ni kwa sababu Mungu amekusaidia. Una muamuko wa kiroho na muamuko wa kimwili. Na hiyo ndio ile kitu ilikosekana katika Isaac wakati akibariki vijana wake. Huyu mzee alikuwa anaitwa Isaac. Ni vile mzee hakujua mambo ya kiroho, maana Mungu alikwisha kusema kitambo, huyu anayejifanya ni mkubwa wako na dakika 3 atakutumikia. Lakini yule mzee hakuelewa. Na Mungu alikuwa amesema huyu mkubwa atatumikia mdogo, alikuwa amesema. Sasa vile mama mke wa Isaka alipotoka ndani ya imani ya kipekee, akatoka ndani ya imani, akasikia babake akitaka mume wake ndiye kubariki jana, na akaanza kuweka plot mambo ingine ya kuchukua zile baraka kwa njia ambayo haifai. Isaac, mke wake Rebeka na Yakobo, kila mmoja alikutana na adhabu yake. Maana mahali ambapo kuna upofu wa kiroho na upofu wa macho kuonekana, kuna hatari. Unachanganyikiwa kivipi? Ninakuja namwambia, abo amuka ule, maana mimi nimekuja na ni babangu, na anaweza kusema sauti ya Yakobo lakini mwili ni wa Esau. Asiendelee yeye mwenyewe 100 juu ya 100. Sauti hiyo ni ya Esau, sauti ni ya Yakobo, lakini mwili ni wa Esau. Lakini sauti hapa mimi sipati picha. Jina la Bwana barikiwe sana. Amen. Na mambo haya ikaendelea. Na mama akamtatiza kijana yake, akapata baraka kwa njia ambaye haifai. Na ndipo unaona tunaishi katika Ukristo. Mungu ametubariki na baraka zote za roho na baraka zote za mwili. Lakini si hapa Kenya na makanisa sinodo wao wanaita Illuminati, wanatafuta nini? Jina Bwana barikiwe sana. Amen. Nguvu za Mungu, uwezo wa Mungu na ukuu wake ndiye huu. Bahari uliona nini hata ukarudi? Wana wa Israeli, Musa aliulizwa na Mungu, una nini? Musa akamwambia ni hii fimbo tu. Na Biblia zingine kama ninakuangana inaitwa shepherd staff. Fimbo yako ni nini? Niko na hii. Weka nyoosha, akanyoosha baharini. Hakuzungumza, nyoosha, akanyoosha. Maji kama hii ya Mombasa Likoni, maji ikajikusanya, ikajishukanya, alafu ikaenda ikasimama liukuta. Alafu Mungu na malaika wake kama traffic kabisa, wana wale come twende kama vile magari twende mpaka mtu wa mwisho, na shetani na ukora wake wakaingia. Lakini Biblia inasema mtu wa mwisho, wakati mama Reverend hapa amevuka, maana bahari imekubali, na shetani naye katika hali zake anakuja, anataka kukamata hivi, hakufikia mkono wake. Mungu akamwambia bahari, rudia nguvu yako. Bahari ikarudi katika nguvu zake. Amen. Hiyo story unaelewa. Hizo ndizo nguvu za Mungu. Maana anasema niko na uweza wa kutengeneza njia ambayo hapana njia. Ya moja atengeneza wale jirani wakavuka. Jina la Bwana barikiwe sana. Watumishi wa Mungu, bahari uliona nini? Maana huwezi kutuambia ni fimbo, uliona fimbo tu. Bahari uliona nini? Hadi ukarudi nyuma. Yordani uliona nini? Ukarudi nyuma. Manake Biblia inasema Mungu ni yule jana, leo na hata milele. Ninaweza kubadilika, manake saa hii napalia windbreaker ya black, ukaniona nikiwa na ingine. Manake tuna tabia ya kubadilika kulingana vile fashion ziko. Lakini Mungu wetu ni yule jana, leo na hata milele. Na roho akija ugeo, ni yeye akisema nitakuponya, full stop.
Amen. Akisema nitakutetea, full stop. Akisema nimekuokoa, ni shetani analeta dukuduku katika akili zako. Yani uanze kudauti Mungu. Maswali haya ambayo imeulizwa mahala hapa ni maswali ya kututia katika hali ya ufahamu mwingi. Hebu twende Zaburi hiyo 95. Wale ambao wameenda Mombasa wameona bahari ikikasirika na mawimbi yake vile huwa inachemka. Lakini hebu tusikilize, maana Mungu alijua vitu hivi vina uwezo wa kuchemka. Hebu sikiliza Zaburi ya 93 bila inasema, Bwana ametamalaki, amejivika adhama. Bwana amejivika na kujikaza nguvu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Yani Bwana amejikaza. Na Biblia inaendelea kusema hapa, naam, ulimwengu umedhibitika, usitikisike. Ulimwengu umedhibitika, usisikitike, tingisike. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Kiti chako kimekuwa thabiti tokea zamani. Vitu vinavunjika. Hata mapresident wakuja unasikia president one time. Na wanataka atoke kwa hiyo kiti. Tunapata magavana sana kwa time nasema 5 years is enough for you. Na wanaamua hivyo wanaamua. Lakini kiti cha Mungu kimedhibitika. Watumishi wa Mungu, nguvu za Mungu hazihitaji mjadala. Kiti chako kimekuwa thabiti tokea zamani. Wewe ndiwe uliye tangu milele. Bwana, mito imepasa. Nasikia vile mito kunyesha, mito inafurika na magari inabebwa pamoja na watu, na watu wanakufa maji, na watu wanazama maji. Biblia inasema hivi, mito imepasa sauti zake. Mito imepasa uvumi wake. Tofautisha hivi ni vitu viwili. Mto wa Voi ukijaa unaenda ukinyamaza ngini kama hata kawaida. Ukiweka mguu namna hii utaenda patikana mbele ya msinga. Maana mto huu umefurika na uonekani kama unaenda. Mto unafurika na mito inavuma. Ama tukiwa huko sehemu za Magomani, mto wa Voi unafurika. Uelewe ni sauti ya nini? Ni maji unasikia, sijui ni ya nini, si magari nini. Yani ni maji inaenda ikingoa miti na visiki na kila kitu. Lakini Biblia inasema sauti ya Mungu ama nguvu za Mungu zinapita hivyo vitu vyote. Mito imepasa uvumi wake kupita sauti ya maji mengi, maji makuu. Bwana aliye juu ndiye mwenye ukuu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Hiyo inamaanisha hata yale mambo inayokuja mbele yako, hata kama ni mazito namna gani, hata kama inakaa kiwango gani, hata kama unatazama na unaona kifo, unatakiwa saa nyingine uambie kifo, si Yesu alikuwa kaburi na akatoka. Kwa hiyo inamaanisha ni kama Yesu alitoka, si nitatoka. Maana mimi nasema tu japo kufa tutaishi. So Biblia inasema mito ina tabia ya kukasirika, bahari ina tabia ya kuvuma na kuleta maji na kuchonga mawe mpaka inakuwa kama imechongwa na Jesus. Lakini Mungu wetu ana nguvu na nguvu zake zinapita hizo, na sauti yake inapita sauti hizo. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kupita sauti ya maji mengi, maji makuu, kupita mawimbi ya bahari ya mkayo. Bwana aliye juu ndiye mwenye nguvu. Shuhuda zake ni amini sana. Utakatifu ndio uifaao nyumba yako.
Bwana milele na milele. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Na maandiko haya nafikiri Zaburi aidha 62 mahala hapo nasema sauti pia ya Mungu husababisha wanyama wa porini wanazaa free. Sauti ya Mungu inasababisha wanyama wa porini wanazaa free. Maana sauti ya Mungu ina nguvu. Na sauti na nguvu ni vile wewe umetoka ukaenda ukaombea mtu ukasema kwa jina la Yesu toka, na wewe ukashangaa hii ni sauti ya mtu, lakini sauti hiyo imesababisha mtu kupona. Watumishi wa Mungu, Mungu asubuhi ya leo ama mchana huu leo nataka uelewa, Mungu ni mwenye nguvu na Mungu ni mwenye uwezo. Walipokutanika wateule wa kwanza kama vile tulipokutanika tukiwa lengo moja, tukiwa na nia moja na tamko moja, Biblia inasema pale mahala walipokuwa palitingizika. Na hatuambii kama palitingizika, palitingizwa na Mungu. Biblia inasema pale walipokusanyika palitingizika. Na Biblia inasema zikatokea ndimi kama za moto, na kila ulimi ukamkalia kila moja kama vile hapendavyo. Kulikuwa na watu wa makabila fulani na wakasikiwa wakiongea lugha zao zikiongewa ndani. Maana Biblia inasema yani mngojeni Yerusalemu, atakapokuja huyu Roho mtapata nguvu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Na mkipata nguvu hamtalazimishwa kuwa mashahidi wangu, automatically mtakuwa mashahidi wangu, kuanzia nyumbani, nje na mpaka miisho ya dunia. Watumishi wa Mungu, tunapokaa mara nyingi na tukasema there is power in the blood of Jesus, we must believe on that. Ni lazima tuamini. Si kwamba kuleta ukatuni na nguvu za Mungu. Tukisema kuna nguvu ya ajabu katika damu ya Yesu, kuna nguvu, kuna uweza, kuna mamlaka, tunataka tuone haya mambo yakidhihirika. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. At your own time, wiki hii ama wakati wote, ningependa uende upambane na Zaburi ya 88. Maana Zaburi ya 88 huwa inazungumza juu ya mtu ambaye machoni pa watu anaonekana kuwa so desperate. Yani Yesu akasema, yani hata umeniacha niingie kaburini na kusahaulika kama wale waingia makaburi na kusahaulika. Na kitabu hicho pia kinasema wale watu wote marafiki zake mitume waliomfuata, Biblia inasema they abandoned him, wakaachana na yeye. Na kama Yesu angetokea mahala hapa watu wangekimbia, maana Yesu ni mtu mmoja aliyemtambua, anaitwa Yohana. Akasema tazama kondoo wa Mungu abebaye dhambi za ulimwengu. Yani alimuona Yesu, na ndipo unasikia kitabu cha Isaia inasema nasi tulipomuona tumuonavyo inabidi tukae kama tunaficha nyuso zetu. Maana ni hatari kuona mtu anabeba yani uovu wako, yani umetenda uovu, umetenda maovu, na ukiona mtu anakuja anabeba maovu unakimbia na nimepatikana hii anabeba hii ni yangu, unakata kona, maana uovu wako umebebwa. Wakati unaona uovu wako umebebwa, sasa unataka kutoroka, maana unaona sasa umepatikana, unaletewa uovu wako. Biblia inasema nasi tumonavyo tunaficha nyuso zetu tusitambulikane na yeye. Maana tunapoona yeye huyu vile anakuja hapa, huu ni ule uovu wangu. Tumuonavyo tunaficha nyuso zetu. Maana Yesu Kristo, kama kuna mtu aliyepitia katika uchungu, nasikianga watu wanasema ni afadhali kuuma na sikio, ni afadhali kuuma na jino. Yani mtu anauma na jino mpaka sasa anakaa unamuita mpaka haitiki. Maana jino inauma na mshipa unavuta mpaka hapa kama msumari unakaa namna hii. Yesu alipitia uchungu. Na uchungu Yesu aliyepitia alikuwa anabeba yale mambo ambayo nilitenda, nilistahili kuingizwa ndani nipokee uchungu wa aina hiyo.
zile tabia ambaye labda nilipitia na Yesu akawa anazibeba hadharani. Biblia inasema huyu mtumishi wa Mungu anaitwa Isaia, na tumuonapo tunaficha nyuso zetu. Tunaficha nyuso zetu. Alibeba kubeba na alibeba mpaka tunaona sasa kulingana huyu hii dhambi unabeba, David amejua niko hapa na hii mambo mimi ndiye nimetenda. Kwa hiyo Biblia inasema ilibidi watu wafiche nyuso zao wasiitanishwe naye. Maana wengine kila mmoja alielewa kivyake. Yesu alibeba uchungu wote. Yesu akabeba mazito yote. Yesu akabeba matukano yote. Yesu akabeba madharau yote. Yesu akabeba kila kitu ambacho akikuwa chake. Je, kama Yesu ako na nguvu, mimi na wewe tungeokoka? Muokoka na kanyagwa kidole na mtu anamwambia nilikuona siku nyingi, umenikanyaga makusudi. Lakini Yesu alibeba hayo mambo yote, na yeye alikuwa anajua kama Elijah, mtu wa kawaida ambaye ameumbwa akiona akiita moto kutoka mbinguni na unaharibu na kuyeyusha jeshi. Yesu alikuwa na uwezo wa kuita jeshi na dunia inakuwa haifi. Lakini ili mimi na wewe tuokolewe, nguvu za Mungu ambaye ni upumbavu na ni ujinga, Yesu akakubali kubeba makosa yetu na nguvu za Mungu zikamsaidia. Amen. Nguvu za Mungu wake. Na Yesu alikuwa anachukua maombi yake na kwenda kumwambia Baba, Baba, umeniacha. Mungu naye anamwambia, unajua asubuhi ya 3 haijafika. The third morning haijafika. Yesu anakuwa mbele ya Mungu na anamkumbusha kama vile tunasoma maandiko, yani unakumbusha Mungu sababu ambaye kama iko ya kutokufaulu katika yale mambo. Yesu mbele ya Mungu, naye Mungu anakuambia, kumbuka, I am very much aware the third morning has not come. Yesu alikuwa anangojea hiyo asubuhi ya siku ya 3. Nguvu za Mungu zinatenda kazi mahali ambayo watu wametaya. Na huyu mtu anaitwa Yesu. Ni maombi ya ufunguke macho, nifunguke macho, tufunguke macho, tuanze kuona yale mambo tunapitia. Hatujafikia hata 0.001 ili yale mambo Yesu alipitia. Si jambo la kawaida. Mtu anakwenda hivi, anakuja nyuma yako, anakuja hapa anakutandika, alafu anakidana. Sawa, unajitaka wana Mungu, hebu sema nani aliyekupiga? Yaani mtu anakuwa kwanza anakutembea. Kwani nenda mahali unataka. Alafu nini? Ati wasamewe maana hawajui watenda. Hii lugha, uwezani na hiyo lugha, atuwezani na hiyo lugha pasipo nguvu za Mungu. Amen. Maana tunaishi katika ulimwengu unayejaa matatizo, na Yesu wetu ni mwema. Alituambia ulimwenguni mna dhiki, mna taabu. Na yale mambo Yesu amefanya, kama si nguvu na uweza wa Mungu, basi hatungeweza kufika mahali. Maombi yangu ni kwamba tuingiliane na mtumishi wa Mungu anaitwa Paulo. Paulo katika Jumapili wa wimbo mwingine Paulo anasema, mimi Paulo ninamjua ninie mwamini, na huwa ninashawishiwa na kuambiwa. Unaambiwa na nani? Maana ndipo Paulo anasema, ninamjua aliyeniokoa na nimeshawishika na ninaambiwa kwamba yeye anaweza kulinda nilichoweka amana mpaka siku hii. Yaani yale mambo unatenda kila siku inakuwa recorded. Na Yesu ana uwezo, maana ana nguvu za kuweka kila chochote tunachotenda kila siku. Hata mwimbaji wa wimbo anasema, sielewi wala sifahamu vile huyu Mungu ushawishi wenye dhambi hata wakaacha dhambi zao. Sielewi hiyo. Paulo anasema, sielewi vile hii neema uingia kwa mwenye dhambi ikamshawishi, ikaingia ndani ya moyo wake, akashawishika na akakubali neno la Mungu. Sielewi huyu Yesu, yani sijui ni lini wala ni wapi, ama mimi nitajaliwa kuingia kifane na kushinda kifo na kukutana naye hapa angani. Sielewi. Paulo anasema naye wimbo, aelewe hiyo neema
na nguvu hizo zinasababisha moyo wa mtu kuendelea kushuhudia Yesu, kuendelea kusema Yesu ni Bwana, kuendelea kusema nimeokoka. Paul anasema hapa ninaona hakika sielewi na siwezi kutambua vile nguvu hii inaingia ndani yangu na kunishawishi ninakubali na ninaanza kushuhudia huyu Yesu. Paul anasema sielewi nguvu hizi ni nguvu za aina gani. Sielewi vile mtu ananikwaza, ninakwazika na nina mashahidi wa kunitetea, na sielewi hii nguvu ni aina gani. Ninakuta nimesamea. Paul anasema sielewi na wala mahesabu sipati. Watumishi wa Mungu, nguvu za Mungu ni nguvu za Mungu. Na ndio unaona watu tunaomba, lakini nafika mahali mbingu inasema kupitia mtumishi wa Mungu Paulo anasema hamjui kuomba, hatujui kuomba inapopasa, lakini huyu Roho ana uwezo wa kutuombea na kuomba usikoweza tamkwa na mwanadamu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Watumishi wa Mungu, tunachohitaji si mambo mengi, tunahitaji nguvu za Mungu. Nguvu zipi? Zile nguvu ziligawanya bahari. Nguvu zipi? Zile zimwambia Lazaro toka kaburi. Nguvu zipi? Zile zilikutenganisha na mambo ya uovu. Kuna kipindi ambayo ingekuwa ni rahisi kuambiwa kwa haraka, haya mambo yanakusumbua, twende Mombasa, twende sehemu za Kituo mbali, yuko mganga ambaye haya mambo, na ukienda ni kiini macho, mambo inatendeka, unaona kama inatendeka, lakini kumbe ni shida juu ya shida. Watumishi wa Mungu, ni maombi yangu nguvu za Mungu ukaziona, nguvu za Mungu tukaziona katika watoto, katika masomo yao, katika uvulana wao, katika usichana wao. Ni kwamba Mungu atusaidie nguvu za watoto wa kiume na wa kike zikadhihirike katika maisha. Hata vijana mlio mahala hapa, ni lazima wakati mwingine mkakaa kupigwa na mshangao. Si ati ile mastimu watu wakikula ile jamba, si ati mjui hali hiyo mastimu, lakini hiyo vitu imekuwaje? Wewe baada ya kuokoka ikawa wewe uwezi kurundika ile vitu, ni kitu gani kimetendeka? Hii nguvu unaweza kueleza namna gani? Maana hiyo ndiye nguvu ya Mungu iletayo wokovu katika maisha yako. Tunaishi nyakati ambayo wasichana wanaharibika wako wadogo, lakini sasa wewe uko hapo shuleni ukaitwa mshamba, shuleni unaitwa kila majina, unasikia kuumia, maana yale mambo wanatenda when you have the right to do them, lakini why are you not doing them? Simply because you call yourself a born again Christian. Ikitu ambaye haileti, haina ladha kwa watu. Watu wanakaa na kutosiana, wanaenda katika vilabu, wanakunywa, wanatimuka disco, wanatimuka. Si ati miguu yako haiwezi kutimuka disco, si ati wewe huwezi kulengua kiuno kama wasichana wengine, lakini you cannot do that. Why? Because I am a born Christian. Sasa hiyo kitu watu haelewi. That power, hiyo nguvu ndiye Mungu anataka atusaidie ujue nguvu ya Mungu. Inaonekana macho haya na inaonekana macho ya kiroho. Watumishi wa Mungu, nyakati hizi naishi, nguvu ya Mungu ni tofauti na misuli. Nguvu ya Mungu ni tofauti na masculine. Nguvu ya Mungu ni tofauti na vile wale watu wanaona kwa TV wanapiga ile masumbwi, yaani wanapigana na mtu anatandikwa, anarushwa mpaka. Nguvu za Mungu ni tofauti na hizo. Jina la Bwana libarikiwe sana. Nguvu za Mungu ambaye neno Mungu linatuambia bahari uliona nini? Na ilikuwa nasema haleluya, Israeli alipotoka Misri. Jina la Bwana libarikiwe sana. Maana tulipotoka ndani ya dhambi ni kama tumekula raba stabu ya Mungu, part of the children of God. Na mambo katika hii dunia yapo, na kuna watu ambao wana nguvu. Hata wakati Paulo akihubiri, kuna mganga mmoja pale Samaria alikuwa anaitwa Simeon. Alikuwa Biblia inasema aliroga Samaria yote, Samaria ikarogeka. Mganga mmoja. Lakini Paulo akihubiri akaona nguvu hizi. Jambo ina roga Samaria inakaa kama kichwa bomba, lakini hawa jamaa ni kama ni warogi zaidi. Akaangalia, akapima nguvu zake, akaona kama nguvu zake zimependa. Akaenda akamwambia, hata mimi usinione hivi. Mimi hapa vile unaona hii imenyamaza na mambo yote unaona,
Mimi naitwa mganga na hapa Samaria wakubwa wote wakuu wa serikali nini wananijua. Lakini hata vile naona nimepungukiwa. Nataka nikukatike pesa hata hii mwanabisi. Nguvu ya Mungu ukiwa nayo yani inakaa ni kama udhaifu. Inakaa ni kama unyonge. Lakini mganga Biblia inamtaja. Matendo ya Mitume 19:9. Huyu mganga Biblia inamnena, na Biblia ni neno la Mungu ambaye haitamrudia bure. Linatimiza neno limeandika, huyu Simeoni aliroga Samaria ikarogeka. Watu walikuwa wanaroga na vitabu, lakini siku moja ikaletwa baada ya neno la Mungu kuingia na nguvu ikahesabiwa, ikapatikana kama 30,000 pieces of money. Kitabu Mungu ikachoma. Maana hiyo nguvu ya Mungu, huyu mganga aliangalia akajua mimi mwenye nguvu, lakini aliona superior power. Naye akaona sasa hawa ni watu tu wanakaa kama hawana vitu. Wacha niende tuwape hii kitu nipe, niwape hiyo pesa. Na nguvu ya Mungu ikawawezesha wakapata nguvu, wakamwambia ulidhania hii ni ya pesa. Sasa wewe kiwi ingie ndani ya macho yako upofuke siku 3. Na ndani ya moyo wako kuwe na uchungu kama wanyongo. Hivyo ndivyo nguvu ya Mungu inaweza kuwezesha. Lakini naishi nyakati za watu wanauza nguvu za Mungu kwa nguvu za dunia. Na ndivyo mzaliwa wa kwanza Esau aliposema. Akaenda katika shida na akaenda tumbo inakata. Paka akaenda akaambia ndugu yake, nimewinda kutoka asubuhi sikupata. Hata jana nilikuwa mawindo ile njani nasikia. Kwani hata kushinda nikienda fast kumsaliwa kwanza ni nini? Wale takuji wandengo hata kama ni kombe moja. Chukua hii, akachukua. Na unaona kusoma Biblia ni kitu kizuri. Hiyo uji wa ndengo aliuza urithi wake. Baba yake alipokuwa sasa anataka kumbariki, hapo anataka mwanangu vile unakaa Nairobi, naomba ununulie Mercedes moja, naomba ununulie gari, niende nikubariki. Alimwambia hivi, chukua mata yako, pigo lako, uingie porini, nenda uwinde, uje ukoroge kitu sahani moja unipatie nikubariki. Sahani moja tu ya mlo. Ule mzee hata yani ndiye unaona hata wazazi wakadungi hebu tupigie wazazi makofi. Unaona wazazi wakadungi hata aitani. Kijana mtu wa kazini unaweza fika pale nyumbani na laki yako mbili hapa, ukapatia dadi hapa hebu kamata hii shilingi 500 unaweza mzee anaruka kwanza bwana wangu kurasmi wewe. Yaani malaka wazazi hawataki kitu kikubwa. Yaani huyu mzee akaambia kijana wake, toka nenda uwinde, ingia hapo unipikie kama vile unajua ninapendana. Nile roho yangu kudai nikubariki. Aliuza urithi wake wa kwanza na sana uji wa dengu, na babake alikuwa anataka sahani moja tu ya mlo. Aachilie haraka. Watumishi wa Mungu, nguvu za Mungu zikikuongoza unapita katikati ya watu wenye dhambi, lakini vile utakapostahimili, lakini huko mbinguni kama tutaruhusiwa kwambia hebu mchapieni wa makofi. Sielewi lugha kama hiyo, lakini mbinguni kuna kushangiliwa. Maana Biblia inasema anapookoka mtu mmoja hapa duniani, mbingu inashangiliwa. Kwa hiyo vile umeshikilia wokovu na kutembea katika nguvu za Mungu, vile haukuzidharau nguvu za Mungu, yaani ikiwa watu wa dunia mashabi wanakimbia na wanashangiliwa, basi na mbinguni kuna kushangiliwa. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Maana tukiwa mahala hapa ni watu tu wanatabia, hata watu wengine hawaogi, anapenda siku 10 hajaoga, lakini ametoka kwa Somalia anaenda anachukua marashi, anaweka marashi. Unafikiri mtu ni sana na mtu ameoza. Lakini mimi nasema kwa sababu ya wokovu, Paulo anasema sisi ni marashi, ni manukato mbele ya Mungu. Unajua kwa Somalia waogangi na watu wengine waogangi. Unajua waogangi hata watu wengine, lakini kuna marashi akijipiga hapa anaenda uko Lion Hill hapa ukutana sema ai wewe hii nitanunua yangu kama hii. Sasa yule mtu hiyo marashi alikuwa anaficha nini? Kila bwana barikiwe sana. Yaani mimi nasema sisi ni manukato ya Mungu. Na wakati mwingine labda nikatufundisha hapa, maombi inawekwa ndani ya bakuli. Si ile bakuli ya watu wa Catholic.
Maombi wateule inawekwa na kukizwa mpaka mbingu, nasema we huko mbinguni kwa huu mkaango hapa mbinguni, naona hapa leo mambo ni mazuri. Maombi ya wateule. So ninajaribu kusema nini? Nguvu za maombi ni manukato. Nguvu ya kushinda dhambi ni manukato. Nguvu ya kupenda wale wasiopendeka ni manukato. Amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Siku nyingine kasema watu kwa mazishi wako na tabia ya kuhubiri Biblia kulingana na theolojia yao. Mhubiri anasema haleluya wapendwa. Sasa pale kitabu ya Ayubu nasema mtu aliyezaliwa na mwanamke siku zake si nyingi, naye amejaa shida, taabu na mashaka. Twende kazi. Na vikangi mstari wa 5. Mstari hivi nasema hivi, ni nani anayeweza toa kitu kibaya ndani ya kitu kizuri? Nani anaweza kuona kitu kibaya lakini akaona kitu kizuri ndani ya kitu kibaya? Hiki kitu ni kibaya, lakini ukisema ni kibaya, wewe unaona kitu kizuri ndani. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Kutembea katika maombi ni kutembea katika nguvu za Mungu. Amen. Kutembea katika upendo ni kutembea katika nguvu za Mungu. Kutembea katika unyenyekevu ni nguvu za Mungu. Na Mungu hahitaji vitu vingi. Mungu hahitaji vitu vingi. Maana na Mungu anasema mimi ninajitosha kulingana na wake. So says his word. Ninajitosha. Kama ningekuwa na njaa, singeenda pale mabwana kwa Pastor Mshoka. Kama ningekuwa na njaa, Mungu anasema hata angemshika nasi. Maana milima yote, nyati, kila kitu ni mali yake. Huwezi kumwambia Mungu nimekuja kwako, huu ni mto wa mafuta. Huwezi kumwambia Mungu nimelisha kondoo wale wa Bashani, wala na ile mikia yao inaendanga, yani umshtue Mungu. Maana vinasema vitu hivi mimi nimeviumba. Kutembea katika nguvu ya Mungu ni kushinda ulimwengu. Kutembea katika nguvu ya Mungu ni kukaa katika amani yake. Kutembea katika nguvu ya Mungu unaona amani yake. Umesikia udanganyifu mwingi ukiendelea hata katika serikali, unasikia wanasema we are peacekeepers. You cannot keep peace if the origin of peace is not in you. Jina la Bwana libarikiwe sana. Hebu Mungu atusaidie. Unapolala, nguvu za Bwana. Unapoamka, tembea katika nguvu za Bwana. Unapitia katika matusi na chuki, maana nguvu za Bwana ziko za kushinda chuki, za kushinda fitina, za kushinda kila uovu wote. Unatembea katika nguvu za Bwana. Watu mara nyingi, hata Yesu alisema watu wangu hawapoteaje kwa shetani ameinua pembe sana. Watu wangu hawapotei, maana majini yameama Mombasa imekuja huko. Watu wangu wanapotea because of lack of knowledge. Full stop. Knowledge of what? Knowledge of God. Job anasema nini? Wisdom. Wisdom ni nini? Kumcha Mungu una hekima. Kujitenga na uovu, ufahamu wote huko. Safari sasa ninywe mpaka mbinguni. Jina la Bwana libarikiwe sana. Ni maombi yangu tutembee katika nguvu. Tutembee katika nguvu za maombi. Na tutembee katika uweza wake. Na tutembee katika ufahamu wake. Jina la Bwana libarikiwe sana. Hawa waimbaji walizoimba hizi nyimbo, usifikiri walikuwa kama these people were so calculative. Maana mwimbaji wa wimbo anasema nataka nimjue Yesu na nizidi kumfahamu, nijue pendo lake na wokovu wake kamili. Zaidi nimfahamu Yesu, nijue pendo lake na wokovu wake kamili. Yaani wale waimbaji wa zamani hawakuwa kama hizi watu wanaimba nyimbo za Mungu na wanatimuka disco. They were so calculative. Wanataka kujua nini? Na hata kifungu kinasema nizidi kuwaonyesha wengine wokovu wako. Nguvu za Mungu zinahitajika kwa vijana wa kike na vijana wa kiume, kwa masomo yenu na hata walimu wenu. Mwalimu anakasema yani walimu ni walimu, wani wanafunzi. Misheni ukiwa pale chuoni, mwalimu anataka apite, sema we
I bless the Lord. Kwa hilo titi umenyonya, I bless the Lord. Kila mmoja akiwa shuleni, yani walimu wataka wajue nyinyi you are peculiar people. Amen. Na usikubali watu waanze kupatia bonga point usiku na mchana. Usikubali watu waanze kupatia bonga point. Maana Mungu akisha sema you were fearfully and wonderfully made. Shida iko katika hali ya kuamini. Ni mpaka ukutana watu wengine mikono msichana mrembo kaungwa kaumbika. Yaani wewe unafikiri ni bonga point. Kumbe ni kama vile kuku inarushiwa nini? Unainga nga shingo inaenda. Wako na pakia sima na mambo ya kuisha. Let us walk in the power of the Lord. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Na tutembee tukiwa tunatembea na nguvu za Mungu. Na naamini ni maombi yangu Yesu akawie kidogo, asirudi leo jioni na asirudi kesho Jumatatu. Maana Jumapili nataka tuhubiriane. Yesu atulie kidogo, ni kila ukiwa peke yako ujue wakati unatembea katika nguvu na uweza wa Bwana. Ni kama unaambia maadui popote pale mko, sasa mnaweza kujipanga. Kwa sababu hata mimi najua I am capable. Hata mimi nasikia sijapigana siku nyingi vita vya kiroho. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Na nguvu za Mungu ndio hizo. Dhambi fulani uliona nini? Dhambi uliona nini? Ndani ya kijana David akaitwa pastor wa vijana. Uliona nini shetani ukinasanasa vijana ukaacha wengine wanakuja sikujua juu hata wanakuja kwa wakuu? Uliona nini ikawa ufuatana hapo? That power, nguvu hizo ambayo imesababisha nyinyi vijana mko mahala hapa. Wacha nguvu hiyo iendelee kutamalaki na bendera ya Yesu Kristo iendelee kupepea. Ni hapa duniani unasikia kama mtu anaitwa Raila anakufa, bendera inapepea nusu mlingoti. Bendera ya Yesu ndani ya mioyo wasichana mlio mahala hapa, ndani ya vijana, hakuna siku itapepea mlingoti. Maana shetani siku na mchana anataka turudi lambini, bendera itapepea nusu mlingoti. It is not in our equation, it is not in our mathematics, neither is it in the dictionary of God. We are fearfully and wonderfully made. So says the word of God.